بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل من كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حديث لبكليوة كتوك أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. amesema Abu Huraira, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mnaonaje lau kwamba mtu ni wenye kupita katika mlango wa mmoja wenu, mlango wa nyumba yake, yani mbele ya nyumba yake, akawa anaoga kutokana na mto huo kwa kila siku mara 5, je, tabaki katika nongo zake chochote? Mwili wake utabaki na uchafu wowote? Sahaba wakasema, hakubaki katika nongo zake chochote, maana atatakata kutokana na kuoga mara 5 katika mto huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na huo ndio mfano wa swala 5. Anafuta Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizo swala 5 dhambi anazifuta kutokana na hizo swala 5. Hadithi hii ameipokea Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim, ambayo hadithi hii inaitwa muttafaqun alayhi. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nas ta'lima, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni mzuri zaidi wa watu kwa kusomesha, wa afsahahum bayana, na alikuwa ni mfasaha wao zaidi kwa ubainifu. Mtume alikuwa katika kubainisha kwake ni mfasaha zaidi. وكان من طرقه الحسنة في التعليم والتربية, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa njia zake zilizo nzuri katika kusomesha na katika malezi, taqribul ilmi linnas, ni kule kuisogeza ilmu kwa watu, bidarbil amthal almahsusa, kwa kuwapigia mifano ya vitu ambavyo vinaingia katika hisia, kwa maana ni vitu ambavyo vinaeleweka. Liyakuna awdaha lahum abyan, ili yawe hayo mafundisho yake yako zaidi, yako wazi zaidi kwao na yako bayana zaidi kwao. Wa fil hadith, na katika hii hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yadribu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathala limahwi al-khataya bis-salawati al-khams. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga mfano wa kufutiwa dhambi kwa swala 5, kwamba swala 5 zinafuta dhambi. Haithu mathala as-salawati al-khams binahrin ala babi al-insan, kwa namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga mfano wa swala 5 kwa kufananisha na mto uliopita katika mlango wa nyumba ya mtu. Yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, ikawa mtu anaoga katika mto huo kwa kila siku mara 5. Fakama anna daranahu wa wasakhahu yadhhaban hatta la yabqa min dhalika shay, kama ambavyo kwamba mtu huyo atakapooga takataka zake na nongo zake zote zinaondoka mpaka inafikia hakubaki chochote katika takataka zile na nongo. Fakadhalika aidha as-salawatu al-khams, na kama hivyo yanavyosafisha maji vile vile swala 5 bi kulli yawmi, katika kila siku mtu anaposwali swala 5 hizo, tamhu dhunuba wal khataya. Mtume anatoa mfano kwamba swala hizo zinafuta dhambi na makosa ya aina mbalimbali, hatta la yabqa minha shay, mpaka inafikia hakubaki kutokana na dhambi hizo na makosa hayo chochote katika dhambi. Wa wajhu tamthil, na katika njia ya Mtume kufananisha,
أن المرء كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه kwamba mtu kama ambavyo anapata au anachafuka kwa uchafu wenye kufahamika wenye kuonekana katika mwili wake na nguo yake na nguo zake, yutahiruhu alma'u alkathir, na ikawa mwili wake huo unataharishwa na nguo zake hizo zinataharishwa na maji yaliyo mengi. Fakadhalika as-salawatu tutahhiru al-'abda min aqdari adh-dhunubi, nasema na vile vile swala zile tano zinamsafisha mja kutokana na uchafu wa dhambi, hatta la tubqa au la tubqi lahu dhanba, mpaka yanafikia haibaki kwake dhambi yoyote illa asqatathu wa kaffaratuhu, isipokuwa dhambi hiyo inaondoshwa na kufutwa kutokana na hizo swala. Majtunibatil kaba'ir, muda wa kuepukana na dhambi zilizokubwa, kwamba swala tano zinaondosha dhambi lakini si zile dhambi kubwa ambazo kufutwa kwake ni kutokana na toba, na toba hiyo kutokana na sharti zile za toba au kutubia kuna masharti yake. Kwa hiyo ili dhambi kubwa isamehewe, basi dhambi hiyo inahitaji toba, haifutwi na kuswali swala tano. Lakini kuna dhambi ndogo ndogo kila siku zinazotokea kwa mwanadamu za aina mbalimbali na ni nyingi zaidi, na hakuna mwanadamu ambaye itapita siku hajamkosea Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa makosa madogo. Hakuna, wachilia mbali yale makubwa, lakini haya madogo, makosa ya kutazama au ya kuangalia, makosa ya kushika au ya kugusa, makosa ya ulimi, makosa ya kusikiliza, yani hakuna mwanadamu yoyote kwa siku anayekosa huwa na kosa la aina yoyote katika makosa madogo. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akikithirisha istighfari katika kila siku, akileta istighfari kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala ya kutokana na makosa madogo. Na ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mwanadamu ni mwenye kukosea na bora wenye kukosea ni wale wenye kutubia. Kwa hiyo swala tano zinafuta yale makosa yaliyo madogo. Ama makosa yaliyo makubwa, hayo hayafutiki isipokuwa kwa toba. Kama sahha inda Muslim, kama ambavyo imesihi hadithi katika sahihi Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratu ma bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim, Mtume anasema as-salawatul khams, hizi swala tano, wal jum'atu ila al-jum'ah, na swala ya Ijumaa mpaka Ijumaa ambayo ni swala ya wiki mpaka wiki, wa ramadhanu ila ramadhan, na funga ya Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, mukaffaratu ma bainahunna, hizi swala tano, swala za Ijumaa na Ramadhani zinafuta dhambi zile zilizokuwepo kati ya mwaka mpaka mwaka mwingine, Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, swala tano mpaka swala tano nyingine, unafutwa madhambi kutokana na ibada hizi. Anasema Mtume, idha jtuniba al-kaba'ir, pale yatakapoepukwa madhambi makubwa, yatakapoepukwa, kwamba dhambi kubwa mtu akiziwacha na kuziepuka dhambi kubwa, hizi dhambi ndogo hizi hazihitaji toba, bali toba yake dhambi ndogo hizi ni Ijumaa mpaka Ijumaa, swala tano za kila siku, Ramadhani mpaka Ramadhani. Mtume anasema madhambi haya madogo yanafutika kutokana na amali hizi au ibada hizi. Walladhi dhahaba ilayhi kathirun min alulama, kauli ambayo wamekwenda nayo wengi miongoni mwa wanachuoni, anna as-salawati tukaffiru as-saraira mutlaqa, kwamba hizi swala tano hizi zinafuta madhambi madogo ya aina zote, madhambi madogo yanafutwa. Hii ni kauli ya wanachuoni ambayo
imeshirihisha hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha lam yusirra sahibuha alayhi, idha lam yusirra sahibuha alayhi, akitoendelea yule mwenye hizo dhambi ndogo ndogo katika hizo dhambi ndogo, asidumu katika dhambi ndogo, asiwe ni mwenye kuendelea nazo kila siku, akawa dhambi za aina moja kila siku, dhambi za jicho hawachi, kila siku dhambi za kusikiliza haramu hawachi, kila siku kutamka maneno yale ambayo si katika dhambi kubwa hawachi, anaendelea nayo. Anasema ikiwa hivyo, fa innaha bil israri alaiha tasiru min al-kaba'ir, hakika hayo madhambi madogo madogo kwa kule kuendelea nayo na kudumu nayo yanageuka na kuwa ni katika dhambi zilizokubwa, na kuwa dhambi kubwa ikiwa anaendelea na hayo makosa kila siku. Amma al-kaba'iru, amma zile dhambi kubwa, fa innaha tahtaju ila taubatin tamma, dhambi kubwa zote zinahitaji toba iliyokamilika, bishurutiha, kwa sharti zake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii inatufahamisha kwamba swala 5 zinafuta dhambi zilizo ndogo ndogo zote. Ama dhambi kubwa zinahitaji toba, zinahitaji kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na madhambi yaliyo madogo na madhambi yaliyo makubwa, na kwa yale makubwa tuliyoteleza Allah atukubalie toba zetu, na haya madogo atuepushe nayo ili tuweze kusalimika na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.